ground. Kwa title inasoma 3 acres. Kwa ground mnaenda huyo mwenye anakuuzia. Kuna hii situation inatendeka kwa ground, especially watu wenye wananunua 3, 5 ama 10 acres kwa ground, wananunua shamba kubwa, unaenda unapata shamba. So site visit tunaambiwa shamba ndiyo hii. So ukishaonyeshwa shamba ndiyo hii, the next thing landowner anakuambia, hata kuna surveyor mwenye anajua hizi mashamba sana, si akuje akupimie. Akikupimia anakuambia shamba yako imefika 10 acres. So kishafika 10 acres, the next thing mnakubaliana ni mande tupatane na documents, hebu nazileta kwa wakili pale town. So pale town mnapatana, mnaandikiana sales agreement na mambo inamalizika. So baadaye unakuja unaita hiyo qualified surveyor apime ground, ama maybe akuja kukatanisha shamba. Akienda kukatanisha shamba anakuambia, "Hey, mama shamba yako umesema ni eka ngapi?" "Eka 10." "Hapana, hizi ni eka 8." So unauliza zile eka 2 zilipotea aje? Sasa kuna Land Surveying Civic Education class, mfuasi amenitag kwa hiyo video akaniambia, "Joe, kama surveyor mwenye mmekuwa kwa ground, tueleze kama hiyo maneno inaweza tendeka." Ndiyo, inaweza tendeka. Inaweza tendeka under this circumstance. Unakuta kwa ground shamba ambapo unaonyeshwa ati shamba hii ni 10 acres, shamba huwezi pima tu hivyo. Lazima kwanza uko na register index map. Na those are the things that we emphasize, na hiyo ndio huwa tunafanya in pre-purchase inspection. Kwa sababu shamba unaweza ona hivi na macho ni 10 acres, lakini kwa ground kwenye mto huko, especially kama Kajiado, kuna tu seasonal rivers. Hizi seasonal rivers ukienda wakati imekauka, utaona tu inakaa tu kawaida tu. Lakini ile mto ikijaa inajanga sana. So mto inaweza kuwa na riparian land, inaweza kuwa 6 meters to 30 meters according to the warma ambao wanapeana size na dimensions za riparian land. So let's say ni Kajiado umenunua shamba na iko na riparian na 30 meters. So unaona 30 meters ni kubwa sana. Hiyo ni situation number 1. Situation number 2, kwa barabara, kwa ground unaweza kuta shamba iko na 6 meters road, lakini ile shamba iko na inhibition such that wakati shamba itakatwa wanafaa kuacha 12 meters road. Tumepatana? So situation kwa ground size ni 6 meters, lakini kama watakatakatanisha lazima wapeane access 9 ama even 12 meters wapeane kwa serikali ili waanze kupima ile shamba. Tumeelewana? So another thing inaweza kuwa hivi, inaweza kuwa we live. Kwa ground unaweza ona mnaambiwa hata stima imepitia kwa shamba. Ile stima ni zile za KV. Kuna zile stima, waya za stima huanga ni za kupitisha stima. So ile waya kupitisha stima huwa inapewa way leave. Way leave inamaanisha kuna waya kwa ground iko na power mingi such that hii pande inapewa 6 meters na kando inapewa 6 meters, zingine zinapewa 3 meters kulingana ile kiwango ya ile stima imebeba. Tumepatana? So those are the situations zenye zinaweza tuma upimiwe hivi, either na US surveyor wa ground venye tunasema Quack, ama wewe ujipimie na app yenye unapima na simu, wewe utaona imefika 10 acres. Lakini kwa ground ukifika kumbe haijafika. Tumepatana? Those are the some situations kwa ground utendeka, lakini kuprevent hiyo maneno yote, ukifanya pre-purchase inspection yenye huwa tunasema you hire qualified surveyor, kwanza confirm kama ground na map zinaambatana. Tumepatana? Yenye huwa tunasema wakati unanunua shamba ensure title deed inabaki na mwenyewe. Beacons na confirmiwa. Kwa ground tulisema kuona beacon kwa ground na macho hivi si kumaanisha shamba imekatakatanishwa. Pia kwa ground unaweza ona tu fence useme ati shamba yangu imefika pale kwa fence. Shamba ni documentation. Lazima register index map, ground ziambatane. Tumepatana? So that's why pia dimensions huwa zinachekiwa, kwa sababu hizo discrepancy kama hizo, alafu hii ya stima inaletanga conflict sana. Ujue stima wakati inapitishwa kwa wanakijiji huwa watu wanasikizana, lakini baadaye wako na will. Kenya Power kwenye stima imepotea hiyo kubwa, jaribu kujenga. Ama panda mtu ikaribie kujenga stima.
Kwa comment section nataka unijibu. Wanakujanga tu wamekata kwa sababu wako na wayleave. Umeshika? So hii maneno ya realtor Macharia venye amesema kwa ground you clearly need your surveyor akufanyie due diligence, especially watu wenye wananunua shamba kubwa kubwa. Thank you.